Maji hayo hapo. Kama tayari tunaweza kwenda. Sozi, huu ni mgonjwa wako. Unapaswa umhudumie vizuri. Mwekee maji, ameze dawa. Pia apate chakula. Baby, mimi na huyu hatujuani. Ni vile tu alipata ajali maeneo ya nyumbani. Dokta, ni kama anavyosema madam. Sisi huyu kijana hatumjui. Ameanguka tu maeneo ya nyumbani, tukaona okay tumpe msaada. Sawa. Asante daktari kwa msaada wako. Washukuru kuwesha mapema hospitali. Sawa. Naruhusiwa kuondoka. Meza dawa kwanza. Kama nusu saa hivi unaweza kuruhusiwa kwenda. Sawa, Suzy. Acha nikawahudumia wagonjwa wengine. Tutawasiliana baadaye. Sawa. Ndo ukome kuja katika majumba ya watu bila taarifa. Utakuja kufa mbwa wewe. Na itakuja siku utaangukia katika nyumba ya Pididi, atakufanya kitu kibaya. Ifenshenashu. Just do it. Shikamoo. Kaka, umepatwa na nini? Ni ajali tu ndogo. Usijali mdogo wangu. Nitakuwa sawa. Pole sana. Niliondoka na funguo. Bonge, sijui yabi, whatever. Iwe mwanzo na mwisho kuja pale nyumbani kwangu. La sivyo, utanipa kesi ya mauaji. Kama alivyosema madam. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Sasa wewe nyanyua vimiguu vyako na vikwato vyako uje tena pale. Ndio utajua nini maana ya kuvuja kwa pakacha na fuko wa mchukuzi. Alafu utaniambia depo nilifuata nini. Afanda kipara wana mani. Au kipara cha hivyo. Awe. Na vipi kuhusu hawa? Mbona sijamuona hospitalini? Yupo kuzimu. Kama una shida naye, unaweza kumfuata. Ndevu kacha vichavi. Pigi michupa. Kama alivyosema wife. Nisikuone tena unakanyaga nyumbani kwangu. Kaka, kwani hawa ni akina nani? Achana nao. Kipala, natoka mara moja. Naenda supermarket. Huyo ombaomba akija hapa, wapigie simu polisi. Sitaki kumuona kabisa. Namba ya polisi sina. Labda nimpigie kelele za mwizi. Alafu tunamkimbiza mwizi huyo. Atoki. Tunampiga mawe. Kivyo vyote vile. Kama Tashi akija, utamwambia nimeenda supermarket. Naijua hiyo.
supermarket au kuna mwenzi anaenda kumsaidia majukumu madam? Vitu vingine vya kuwekana wazi. Sisi watu wazima tunajua kabisa hii ni pressure ya mahusiano. Hii ni pressure ya supermarket. Hiyo unanipiga hapo, sio supermarket hiyo. Hivyo akili zako zinakutosha kweli? Ama kweli akili ni nywele? Hivyo siwezi kukulaumu. Samahani madam. Unajua mimi nilikuwa nauliza tu. I'm sorry. I'm so sorry. Unauliza we kama nani? Sasa mimi mwenyewe hapo ndipo ninaposhangaa. Yaani nakuuliza kama nani? Yaani hapo wenyewe wanasema nakupanda kichwani malololo. Sikiliza. Ole wako nichomeshe mahindi pale getini. Utanitambua mimi ni nani? Mimi kukuchomesha mahindi hilo swala sahau madam. Hata nikiwa chooni nakata gogo, tofali au jiti, nikisikia gongo gongo basi nitaacha haraka nije kukufungulia. Unajisikiaje kaka? Kichwa bado kinauma? Kwa sasa najisikia vizuri. Mwenyezi Mungu atasaidia, nitakuwa sawa. Mwafaka. Ukisikia ukulima sasa ndio huu. Na hapa sasa haina kulemba, pelemba, kama inafuka wingi basi unapigia denda. Karibu. Achana nayo baba, shamaliza kila kitu. Mwenye nyumba, najua huwezi kuja hapa bila sababu. Upo sahihi mwanangu. Unajua nimekuwa simpati hawa kwenye simu yake. Na ukizingatia kwamba sasa kodi yenu inaenda kuisha mwisho. Wewe si ulisema tutakaa hapa bure? Mambo ya kodi yamekujaje? Unajua Abi, kipindi kile hawa ndiye aliyowalipia kodi baba. Sawa? Na alisema atakuwa anawalipia kila baada ya miezi mitatu. Lakini sasa kodi yenu inaelekea mwisho. Na nikizingatia kwamba simpati hewani, wewe unadhani mimi naipataje langu? Ina maana hawa walikuwa wanalipia kodi bila mimi kujua. Kwa hiyo na wewe mwenye nyumba haukuona umuhimu wangu wa kunijulisha hilo jambo. Unajua tatizo lako wewe Abi, unajikweza sana. Yaani unajikuta mambo safi wakati ndani mambo mbaya. Waambie watu kweli kwamba mimi hali yangu ngumu, pangu pakavu tia mchuzi, watu wakusaidie, unajifanya uko vizuri. Kwa hiyo baba, mimi ni mfanyabiashara, nisingeweza kuiacha hiyo fursa. Najua wewe ni mfanyabiashara. Mimi pia ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna muda natakiwa kufanya maamuzi yangu. Sio kama hivyo mnavyofanya nyinyi. Nilitakiwa kujulishwa na pia kushirikishwa. Asante. Hivi ungeshirikishwa wewe ungekubali baba? Si ungeendelea kung'ang'ania misimamo yako ya kutembea tembea na magodoro na nini? Unatembea mtaa mzima, njia nzima. Unasahau kama uko na mtoto mdogo. Naomba unisikilize kwa makini. Nenda kamwambie Hawa, kuanzia sasa hivi kodi nitalipa mwenyewe. Sihitaji msaada wake wowote. Asante. Sasa baba, wewe jishaue tu. Ila ninachotaka mimi ni hela yangu. Alipe Hawa, alipe Adamu, ninachotaka mimi ni hela yangu. Full stop.
Shenzi Dar es Salaam. Waone kwanza. Tafuta hela wewe. Karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Anytime and everything, ukitaka kuja basi wewe njoo. Tena ukija usiku ndio inakuwa vizuri sana kwa sababu tunaweza tukapiga stories za kiutu uzima au tukacheza kombolela, kidali popo po, kula mbakishie baba, tukacheza ile nyingine inaitwa wanasemaje ile, au tunaweza tukacheza bibi kajambo elaka msokota katumba kubwila. Sawa, asante. Pia nimefurahi sana kuongea na wewe. Naweza nikakupa namba zangu? Simu yangu mimi imezima chaji. Labda nikupe namba yangu, alafu wewe utanipigia. Mimi nikikuta missed call nitakufollow. Sawa. 0787 27 97 37 47. Hapo ukijumlisha unapata sikukuu ya nini? Ya 77. Aibu unaona mie. Kipala, ina maana getini kwangu pamekuwa sehemu pa kusimamia madangulo? Samani bosi, huyu mwanadada alikuja hapa akasema anataka maziwa, yani manyonyo. Nikamwambia si ng'ombe tumeshauza. Sasa hivi tuna kuku tu. Kuku wenyewe mabroiler wanaongea Kiingereza. Yes, good morning, fine for you. Nikamwambia wewe nenda bwana. Ndio akawa anataka kuondoka. Kwani wewe ni mke wake au? Mbona unashobo sana wewe dada? We dada wewe, kabla sijakupiga makofi, naomba utoke getini kwangu. Hebu jaribu nikuonyeshe. Jaribu kama sikuzabui sasa hivi. Umesikia dada, unijui sikujui. Kipala, hebu mwambie mimi ni nani? Wewe ni nani na nani? Umetokea wapi? Wewe ni kiswampa tu. Utakuja kupigwa bunduki hapa ufe, toka. Tena wewe dada, wewe naomba uniheshimu sawa? Sio kila unayemuona anataka kumvamia. Tukikutana njiani nitakutwanga wewe, unijui vizuri. Mimi sio mtoto wa uswazi wewe. Achana naye bosi. Hayupo sawa kiakili. Twende tukapumzike. Kipala, ili ni onyo la mwisho. Siku nyingine kazi itakushinda. Samani bosi, unajua kuna time fulani kaupwiru kana kabako. Ndio maana haya yote yanatokea. You are stay on time with your wife. And for me mngeniruhusu nilete dem ndani. Haya singetokea. Unajua. Mimi hilo alinihusu. La sivyo utarudi kwenu kijijini. Tatizo kwa ajili wana madem. Madem ningejiliwa hapa na msela hapa ange. Baby, Valentine ya mwaka huu twende Zanzibar. Sozi, unajua sisi madaktari muda mwingi sana tunakuaga hospitalini. Kwa hiyo sidhani kama nitakuwa nimepata muda. Baby, just 2 days. Siku 2 tu. Please. Please baby. Okay, sawa. Nitatafuta sababu ya kupata likizo ndani ya siku 2 tu. Kwa ajili yako lakini. Kuhusu yule mgonjwa wako. Achana nao bwana. Dogo, unaendeleaje? Safi. Shikamoo dokta. Kwani unafahamiana naye yule mtoto? Ndio. Alikuja na dada hospitalini. Dogo, njoo mara moja. Dogo. Na muda mwingi sana sijamwona dada yako. Na sijui nampataje. Kwa sasa hivi sina namba zake. Na nyumbani kwake sipafahamu. Lakini mwenye nyumba yetu ana namba zake. Safi sana dogo. Sasa kesho mapema naomba tukutane pale dukani. Maana na shida nayo sana ya muhimu. Sawa. Na baadaye dokta. sawa.
Ulikuwa unaongea naye nini? Nilikuwa naongea naye kutaka kujua maendeleo yake, maana muda mwingi sana sijamuona. Oh. Sawa. Hatari sana. Life, maisha ni magumu sana. Maisha yanaenda lesi kama treni ya SGR. Hapa nikipata mshahara wangu sasa hivi mwisho wa mwezi nikaoe. Sioe hapa. Kwanza ninunue kiwanja. Hiyo mawazo mengine ya kijinga, mshahara yenyewe 70 unaanza kuwaza viwanja. Zile mbona kama foni za Madam Suzy. Itakuwa ameziangusha. Ngoja nikachukue nile midundo. Sasa hapa nisikilize mziki. Yamekuja makasiriko, uso umetayari, umepauka sikitoto, udada anajua nye. Na mengi ya kufanya sio kukudiscuss wewe. Sina muda wa kukufungulia geti. Sina muda wa kudiscuss mtu. Jamaa, mambo gani mtu unagonga mpaka mikono inauma? Jitu alijifungua. Na msini zangu pili zinanipeleka mbio. Wegonga mpaka zitoke sugu, sifungui. Hiki ni kiburi au jeuri? Yaani muda wote nagonga kumbe jitu limekaa hapa. Hivi huyu ni nani ananirushia mimi stone ndani ya house yangu? Ngoja kamchape makofi mawili matatu. Fungua geti wewe. Na fuck it. Na full. Who's this guy? Asante. Boda. Oh, Wachamazi. Karibu. Sikiza nikwambie baba. Laiti kama hii nyumba ingekuwa ni nyumba yangu mimi, mpaka sasa hivi ungekuwa huna kazi. Maana haiwezekani mtu anafika anagonga masaa 10 mpaka vidole vinauma. Wewe umejikalisha tu huko. Heshima ni kitu cha bure mzee.
ukija katika mageti ya watu au katika nyumba za watu, tanguliza kwanza ustaarabu. Sio kwanza kulalamika vitu usivyovijua. Unajua mimi ni nani huko ndani? Muone kwanza. Yaani kuwekwa tu kwenye hilo geti basi unajiona nawe kama umefika. Nikwambie tu baba, hii sio kazi. Tafuta kazi ya kufanya baba. Mzee kuwa na heshima. Mimi siwekwi getini. Labda wewe ndio unawekwa getini. Hayo maneno yako unaongea nitakupiga kichwa na miwani ikavunjika sasa hivi afu kaniona ninalo mbaya. Nani awe na heshima? Mtizame kwanza. Upala kaa ubao wa kamali. Kingu. Naam. Naam kaka. Hivi yule daktari alikuwa anakuambia nini? Alikuwa anataka namba za dada Hawa. Kwani si alikuwa na ndugu yake Suzi? Kwa nini asimuombe yeye aje kukuomba wewe? Kwani yule dada ni ndugu yake dada Hawa? Ndiyo. Na ndio maana nimeshangaa kwa nini ya kuombe wewe na asimuombe Suzi wakati ndo angeipata namba kiurahisi zaidi. Hata sijui. Hawa sijamuona toka siku ya ajali. Na mwenye nyumba amekuja anasema hapatikani kwenye simu. Unahisi kuna tatizo? Hata sijui. Inabidi kesho niende kwao kwa sababu nataka niongee naye kuhusiana na swala hili la kodi. Asiendelee kunilipia kodi na nikipata pesa niweze kumrudishia pesa zake. Kwa sababu sihitaji aendelee kunilipia. Mimi ni mtoto wa kiume. Haifai kulipiwa kodi na mwanamke. Lakini si anatusaidia tu. Mtoto wa kiume kulipiwa kodi na mwanamke ni umama. Inabidi tukaze. Sio nakubali tu mwanamke na kulipia hela. Ila kaka, dada Hawa anafanya kwa wema tu. Nenda ndani kaendelee na umweki. Kwa sababu wewe ukianza kuongelea habari za Hawa huwa umalizi. Okay, oro ini oro. Umekuja kufoka au umekuja kwa shida zako maalum au umekuja kwa matatizo gani? Kama umefuata hela chai sema tukupe uondoke. Na koti lako kama lango hilo. Sasa nikwambie tu baba. Sawa. Mimi hapa nilipo sitishwi na mikwala, sipigiki kifala, mikono mvululu kama Chidi wa Ilala. Ndio madhara kuvuta bange ukiwa na umri mkubwa. Hizo bange sasa hivi watakiwa wavute watoto wadogo. Sio wewe mtu mzima unavuta bange, unakuja katika mageti ya watu, unakuja kibande bange. Nakuja strong, nakuja mimi kama mimi. Nini kinaendelea hapa? Afadhali madam ulivyokuja. Huyu jamaa nipo ndani anakuja anajamba getini anakimbia. Nikitoka namkuta hayupo. Anakuja tena anajamba getini anakimbia. Sasa hivi sasa nimemkuta anataka kufanya na mimi nikafungua mlango nikamkuta. Akaanza kuona aibu. Unajitia mjanja afu umeajiriwa na mwanamke. Mzee, tuheshimiane, tusingiliane kwenye kazi. Hii ni kazi yangu mimi. Niajiriwe na mwanamke, niajiriwe na ng'ombe, niajiriwe na kuku. Hii ni kazi yangu mimi, wewe kuhusu. Kwanza haujui mimi na degree ngapi, na PhD, na Pro Max. Mimi ni mtu mkubwa sana mzee. Sio unakaa getini hapa ukanidharau. Kipa. Hizi telefoni zangu. Mwambie ukweli, madam. Hizo headphone ndio alizokuwa anasikiliza mziki mpaka mimi nagonga anashindwa kusikia hapa. Anajitia uchizi ambao hakuzaliwa nao huyu baba. I'm sorry. I'm so sorry madam. Hivyo vifoni nilivyoona hapa ndani nikasema nivyokote nikuwekee. Sasa ndo nikawa nimekuwekea hapa. Nikaona nisikilize kidogo. Kipala, kwa nini unanichosha? Likitoka hili linaingia hili, likiingia hili linatoka hili.
Mimi na wewe tutamalizana baadaye. Toka hapa. Nenda kolokoloni wewe. Muone kwanza. Yaani cheo chako wewe na mgambo, bora mgambo. Devu ile. Ehe, baba nikusaidie nini? Mwanangu, mimi shida yangu kubwa kuja hapa nilikuwa na shida na Hawa. Maana kila nikipiga simu zake, simpati hewani mama. Hawa kasafiri. Kama una shida naye, msubiri akirudi. Na unaweza kuniambia shida yake? Hapana mama. Shida yangu iko private kidogo. Basi sawa. Akirudi nitamtaarifu. Na nimwambie nani? Mwambie Ngonde. Ni hilo tu au kuna lingine? Ni hilo tu mama. Umedondosha hela yako. Asante. Sio rahisi kwa mtoto wa daa au kote hela anafaa kwambie. Wewe ni wapekee sana. Kakaangu akunifunza hivyo. Aliniambia niwe mtoto mwema na mkweli. Vizuri sana. Kaka yako amekufunza vema. Hii ni zawadi yako. Hapana. Kakaangu aliniambia nisiwe napokea vitu kwa watu nisiowafahamu.